Katika hii familia wanaishi kwa upendo na amani. Huyu baba amebarikiwa kupata watoto wawili, tena mapacha, na wote ni wa kike. Huyu mama alikuwa anampenda sana mume wake, lakini cha ajabu zaidi, huyu baba alikuwa ni mzee wa kuchiti sana. Yaani yeye kumsaliti mke wake ni jambo la kawaida. Huyu dada ni moja ya mabinti wa huyu mzee, kwa jina anaitwa Martha. Sasa wakati huo akiwa anajisomea kitabu, mara simu ya babake ikaita. Sasa ile kwenda kuichukua kumpelekea mzee wake, anakuta jina limeandikwa fundi makenika. Ikabidi aichukue na kumpelekea mzee. Huku nje mahaba yalikuwa ni kama yote, yaani hapa mzee analishwa kama mtoto mdogo na huku jasho likifutwa kama bwana harusi mpya. Ndipo Martha akamuita baba yake kwamba simu yake inaita. Baba akauliza, nani kapiga mwanangu mpendwa? Ndipo binti akajibu, ni fundi wako wa gari, amekutumia ujumbe. Alivyoona umekaa kimya, akaona apige. Sasa ile mzee kusikia kwamba ni fundi makenika, hapa aliamka upesi na kwenda kuipokea simu. Ndipo mke wake akamuuliza, kwa nini fundi wako anakupigia simu? Kwani kuna shida kwenye gari lako? Hapana mke wangu, alikuwa anabadilisha na kukagua mafuta na injini pia. Sasa ile mzee kwenda kuichukua simu, lakini alikwenda moja kwa moja mpaka sebreni. Ndipo binti akamuuliza, baba, kwa nini unamsaliti mama? Hapana mwanangu, alafu unamdanganya mama matengenezo ya mafuta. Baba, kweli kila mara unasema ni matengenezo ya mafuta, wakati mwingine mara 3 kwa wiki, wakati mwingine mara 2 kwa wiki. Ama kweli baba, mimi nashangaa sana kuona injini yako ya gari kila siku inaharibika. Baada ya mzee kuona maneno yamekuwa ni mengi kwa binti, ikabidi amsogeze chumba cha pili ili mke wake asije kasikia mada wanayozungumzia. Ndipo binti hapa alibaki kumlaumu babake sana kwa tabia anazomfanyia mama yake. Ama kweli baba, unachomfanyia mama si haki. Wewe ulikuwa ni baba wa mfano kwangu, niliyetamani kuishi kama wewe. Nikiwa katika ndoa yangu niishi kwa uaminifu na upendo wa dhati niliojifunza kutoka kwa wazazi wangu. Sasa wakati huo mzee akiwa anatumia nguvu kubwa sana kumnyamazisha binti yake. Hebu binti yangu nisikilize, yaani wakati huu mimi na mama yako tuna furaha, si unaona? Na nimeshakwambia nitakupeleka Uingereza kwa ajili ya masomo ya ufadhili niliyoupata. Yaani kila kitu kiko sawa. Mwanangu nyamaza, hakuna haja ya kuharibu hali iliyopo kwa sasa. Lakini baba, unawezaje kumfanyia mama hivi? Anakupenda unajua. Ninajua mwanangu, na mimi ninampenda sana mama yako. Alafu kingine binti yangu, wanaume hawakuumbwa kubaki na mwanamke mmoja tu. Okay sawa baba, nimekuelewa. Kama ni hivyo, oa mke wa pili ili usimsaliti mama. Mzee kusikia hii kauli akabaki anacheka tu, kisha akamwambia mwanaye, mwanangu, naomba usimwambie mama yako, ibaki siri yangu na ya kwako. Binti wa huyu mzee anagundua dhahiri kuwa baba yake na mahusiano ya asili na mwanamke mwingine wa nje, yaani kupitia simu iliyopigwa. Sio muda anaingia pacha wa huyu dada. Binti yangu umekuwaje? Ndipo binti akamjibu, nimeanguka na baskeri. Binti yangu ninakufahamu fika. Hiyo sio kweli. Binti akamwangalia sana babake, kisha akamwambia, baba, ninaenda kubadilisha nguo. Mzee pia akamwambia, kamsaidie mama yako kazi. Sasa huyu binti kwa ukorofi aliyokuwa nao akamjibu baba yake kwa hasira, tafadhali sana baba, siwezi kubadilisha nguo na kumsaidia mama kwa wakati mmoja. Kisha na kuondoka na kuelekea chumbani. Haya ni masaa mengine wameketi mezani kama familia. Kwa kuwa Martha na safari ya kuelekea Uingereza, ndipo mama yake akamwambia, mwanangu mpendwa, ukifika Uingereza na ukamwona Cristiano Ronaldo, naomba umsalimie kwa niaba yangu. Mzee akamsesha mke wake, mke wangu mpenzi, Cristiano Ronaldo aishi Uingereza, anaishi Saudi Arabia. Hapa kidogo mke wa huyu mwamba akawa na ubishi juu ya hilo. Mabishano ya hapa na pale kama mke na mume yakaendelea. Ndipo akamwambia binti yake, mwanangu, najua unaenda nchi ya ugenini, haimaanishi kwamba hauna nyumbani. Hapa daima patakuwa nyumbani kwenu, na sisi pia tutabaki kuwa familia yako. Ndipo Doi akasema jambo, dada, usirudi tena, kaa huko. Wewe kaa kimya, ina maana hauhitaji arudi ili akae ateseke huko, si ndio? Baada ya Doi kukalipiwa, hii kamuumiza sana. Mama, ina maana unanigombeza? Ndiyo, lazima nikugombeze. Unamwambia asirudi, ina maana kuna hii nyumba nateseka au? Huu ni ushauri wangu wa bure kwako, na wewe soma vitabu sana upate ufadhili wa masomo kama dada yako. Sasa wakati huo Martha akiwa anakula akamwangalia sana baba yake, ikabidi amwambie baba yake, baba, sasa hivi ni 2:30. Sasa hapa mama akabaki anashangaa tu. Ndipo akamuuliza binti yake, 2:30 kuna nini? Niliona baba na appointment. Mzee akamwangalia binti yake sana. Ama kweli hapa kiti kikawa kichungu kwa mzee. Ndipo mke wake akamuuliza, appointment, unakwenda kuonana na nani? Hapa kidogo mzee kabidi auwe mke wangu, nimegairi. Hapa ndipo binti alikazia msumali wa inchi 6. Baba, ina maana umeachana naye au? Mama akiwa amekunja sura na binti yake mdogo akaongezea jambo juu ya dada yake, dada, hakikisha unaolewa na mwanaume mzungu, alafu ukirudi urudi na watoto wenye mchanganyiko, wenye nywele za kujikunja. Ndipo mama akaongea kwa hasira kama yote, mwanangu, usidanganyike, utakuja kuwa mtumishi wa mwanaume mzungu. Baada ya chakula cha usiku, hapa mzee akawa
amejikata, yani yuko chobingo. Baada ya kuona kwamba amegundulika, ndipo aliamua kubadili jina la namba ya simu. Sio muda hapa Martha akaingia, lakini akiwa na bahasha mkononi. Alitazama kisha alikwenda moja kwa moja hadi kwenye draw na kuitunza. Ndipo pacha wake akamuuliza, ulikwenda kumuona nani usiku huo? Ndipo Martha akamwambia, hapana, nilikwenda kumuona rafiki yangu, anahitaji nimpelekee mzigo wake London. Hapa kwa upande wa Martha, anafurahia kabisa kubadilisha mazingira kwenda London na kuyaondoka kabisa maisha ya nyumbani kwao. Lakini kwa upande wa Doi, yeye anabaki kulalamika tu, kwani hana mbele wala nyuma, ni mtu wa kula na kulala. Alibaki na mawazo mengi sana kichwani mwake. Baada ya Martha kumuona mdogo wake akiwa na mawazo, ndipo alimfariji na kumwahidi atakuwa anamtumia pesa akishafika London. Ndipo Martha alimsogelea mdogo wake kwa upendo kabisa. Kwa pamoja walishikana mikono na kusema kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yasiyowezekana. Leo ni siku ya furaha ya kumwaga mpendwa wao. Nyimbo za aina mbalimbali zikaimbwa. Tukiwa jikoni, tunamwona mama yake Martha akiwa anaweka kitu kwenye kinywaji. Baada ya kumaliza, alichukua na kuelekea sebleni. Kwa kuwa ilikuwa ni siku ya kumwaga binti yao kuelekea London, huyu mzee alikuwa amealika wageni wengi mno, pamoja na awara yake yule akiwemo. Sasa huyu mama alimpelekea moja kwa moja kile kinywaji, lakini wakati huo baba akiendelea kutoa usia kwa binti yake anaelekea nchi za nje kwa ajili ya masomo. Habari zenu mabibi na mabwana. Leo ni siku ya furaha sana kwa binti yangu anayetarajia kuianza safari yake kesho kuelekea Liverpool, na lengo kuu la safari hii ni kwenda kusoma. Kwa hiyo leo nimemfanyia kisherehe kidogo kwa ajili ya kumwaga kwa pamoja na kumtakia heri na baraka katika masomo yake. Tukirudi kwa huyu mama, ndipo alimwambia, unajifanya mjanja sana, unatembea na mume wangu, hicho kinywaji nimekiwekea sumu. Hapa ndipo huyu mama akashtuka sana. Samahani, unamaanisha nini? Ndipo huyu mama akamwambia, kila mipango yako, mbinu zako zote ninaijua. Wewe si umeseviwa fundi makenika kwenye simu ya mume wangu? Pale ghafla huyu mama tumbo likamshika, alikimbia moja kwa moja kwenda kujitapisha. Lakini cha kushangaza zaidi, hapa tunamwona Martha kile kinywaji kilichowekewa sumu na yeye ndicho anachokunywa kile. Lakini upande wa pili, huyu mama akiwa anazungumza na mume wake, ndipo alipiga macho jikoni akaona kinywaji kile hakipo. Hapa ndipo macho alimtoka kama yote, yani kama mjusi amebanwa na mlango. Sasa ile kutazama kwa umakini, ndipo anamuona mwanae Martha akiwa anakunywa, ndipo alifika na kumnyang'anya. Hapa ndipo binti akabaki anashangaa sana, ikabidi aje moja kwa moja mpaka jikoni na kuweza kuimwaga ile wine yote. Baada ya masaa machache, hapa ndipo hali ikabadilika. Martha aliaga dunia. Moja kwa moja mwili wake uliandaliwa ili kupelekwa mochwari. Ilikuwa ni huzuni mno katika familia hii. Huyu mama alijutia kabisa maamuzi aliyoyafanya ya kujua kuwa anamuua mke mwenzake, kumbe anamuua binti yake mpenzi. Ama kweli hii inaumiza, asikwambie mtu. Kila mmoja alikuwa na majonzi ya kumpoteza mtu muhimu katika maisha yao. Huyu mama alilia sana. Kwa upande wa pili, hapa tunamwona Omoni akiwa na huzuni na kumkumbuka pacha wake. Hii ni asubuhi na mapema. Cha kushangaza zaidi, tunamwona Omoni akiwa anatekwa na watu wasiojulikana. Tunarudi nyumbani kwa huyu mzee akiwa anamwita binti yake aliyebakia. Alizunguka kila kona ya nyumba lakini hakumuona. Ndipo akaja kumuulizia mke wake. Hapa mama akamwambia, unamuulizia mwanao? Unajifanya mgeni kwa binti yako, matendo yake machafu hauyajui? Lakini huyu mama akiwa anazungumza na mume wake alimjibu kwa hasira sana, kisha aliondoka na kumwacha mume wake. Huyu mzee mbali na kufiwa binti yake, yani hakuweza kuacha kabisa kuwasiliana na mchepuko wake. Lakini wakati huo Omoni akiwa yuko chini ya ulinzi mkali kwenye ili jumba la msanii maarufu. Kumbe mbali na kipaji chake, nyuma ya pazia anafanya biashara haramu ya madawa ya kulevya. Ndipo Omoni akaulizwa, umewaangusha vijana waliokuwa na kusubiria uwanja wa ndege. Hebu niambie, jana usiku umemeza kilo yangu nzima, iko wapi? Hapa ndipo Omoni akashangaa sana, akauliza, kilo ya nini? Nyama au? Huyu mwamba aliposikia nyama ikabidi ambinye mashavu. Unanifanyia mimi mzaa? Ulikuja juzi hapa ukameza kilo nzima ya cocaine ili kupeleka Liverpool, na matokeo yake uko mbele yangu hapa kucheza na mimi. Sasa huyu binti hapa ikabidi akumbuke tu jinsi ilivyokuwa. Unajua ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Ndipo alimkumbuka dada yake wakiwa mezani wanakula chakula cha pamoja, ndipo simu ikaita. Baada ya muda mfupi, Martha alikuwa na haraka sana, aliaga na kuondoka. Baada ya kumbukumbu hiyo, hapa ndipo Omoni akaona anabeba msala ambao sio wa kwake. Kumbe dada yake alikuwa anacheza mchezo ambao ni wa hatari sana. Hakuwa na jinsi, ikabidi ajitetee, sio mimi, ni dada yangu, amefariki. Bila kupoteza muda, hapa mzee wa kazi akafanya makaguzi. Ile kutazama vizuri, anakuta pasipoti ambayo ina sura ile ile. Akamuuliza, huyu ni nani kama sio wewe? Binti alijililia sana, huku tunamwona mama ni kumwaga machozi tu na kubembelezwa ili yale, maana tangu ya msiba utokee hajaweka kitu chochote kile tumboni. Baada ya vitisho vya hapa na pale, Omoni alielekea moja kwa moja mpaka mochwari ili kwenda kuchukua madawa kulevya kwenye tumbo la pacha wake. Omoni akaanza kuongea na dada yake,
umefanya nini dada? Ni mara 10 ungekuja mimi nikakusaidia kuliko kujiingiza kwenye uuzaji wa madawa ya kulevya. Mimi naingia hatiani, nachukua mzigo ambao sio wa kwangu. Dada yangu, naomba unisamehe sana, ninafanya yote haya kwa ajili ya kujinusuru. Hapa ndipo Omoni hakupoteza muda, akachukua kisu na kumpasua dada yake ili aweze kutoa zile kete za madawa ya kulevya. Ndipo akamfunua, lakini akiwa na uoga sana. Ile kwenda kumpasua akajawa na huruma, akaona hii siwe kesi, hapa ni kupenyeza mkono chini kwa chini ili aweze kuzinyofoa. Upande wa pili wa nje, tena nje ya mochwari, ndipo mzee alipiga simu kwa wafanyakazi ili kuwajulisha kwamba ameshafika. Sio muda mzee akatoa ruhusa kwa mke wake ili kwenda kuandaa mwili, lakini wakati huo ndani hapa tunamwona Omoni ameshatoa mzigo wa kutosha. Sio muda akasikia mtu anaingia mochwari, lakini wakati huo mkono ukiwa chimboni. Sasa ile kwa kitete akajikuta ameshaangusha maiti. Sasa wakati ule mama anaingia, anaona mwili wa mwanaye haupo, ikabidi arudi moja kwa moja mpaka kwa mlinzi wa mochwari. Ile wanarudi mara ya pili, ndipo mlinzi akamwambia, we mama, una mawazo sana, mwili si ule pale? Hapa ndipo mama akashangaa. Mama alikuwa na uchungu mwingi sana, alipoitazama maiti ya mwanaye alibaki kulia tu. Yani hapa anaongea na mwanaye aliyekufa, akitumaini kabisa anaweza kumsikia. Mwanangu, umekufa kifo ambacho sio cha kwako, hiyo sumu haikuwa ya kwako, mwanangu wa pekee, mwanangu mpendwa, ulikuwa na dhamira ya kuuficha ukweli kuhusu baba yako. Huyu mama alijutia sana kwa makosa aliyoyafanya. Mara ghafla ndipo kiatu cha Omoni kikadondoka, ndipo huyu mama akawa na wasiwasi uliomjaa. Kumbe chini ya kitanda kuna maiti ya kweli, na juu ya kitanda yupo Omoni ndio amelala. Huyu mama alijutia makosa yake mno kwa sababu tu ya wivu wake wa mapenzi. Hapa ndipo akachukua maamuzi ya kufunua na kuuaga mara ya mwisho. Sasa ili anafunua, ndipo mume wake akamuita ili aweze kutoka nje waandae mwili kwa ajili ya kwenda kuzika. Hapa ndipo ikawa ponapona ya Omoni ya kujulikana. Aliamka na kuchukua kete zake kisha akaondoka. Wenye mali husika wakiwa wamekaa nje wanamsubiria Omoni, wanashangaa sana, ni muda mrefu tangu ameingia mochwari hajatoka, na wakati huo maiti wanapakia kwenye gari. Tukirudi nyumbani, hapa tunamwona huyu dada Omoni akiwa amekaa na mawazo sana. Kumbe ile mission waliompatia kwenda kutoa zile kete kwenye tumbo la dada yake, baada ya kufanikiwa aliamua kuwatoroka. Sasa hapa akiwa na mawazo mengi sana kuhusu dada yake, ndipo alianza kumkumbuka, kwani kuna nguo marehemu alikuwa anaipenda sana. Akiwa ameshikilia aliitazama sana, ndipo aliamua kuivaa ili kwenda kuaga mwili wa marehemu wa dada yake. Huku maandalizi ya hapa na pale yakiendelea, ndipo Omoni alikuja nje, lakini akiwa bizi na simu sana. Ndipo mzee akamuita, we binti yangu, hebu njoo, mchungaji anakuita wewe. Hapa ndipo binti akamwambia, baba, ninakuja. Hapa mama alimkazia mume wake na kumwambia, huyo ndio mwanao, nilishakwambia tabia zake wazijua vyema, ngoja akudhalilishe. Hapa mzee akamfuata binti yake mpaka nje. Mwanangu, unakwenda wapi? Baba, nipe dakika moja tu, ninarudi sasa hivi. Wakati huo mzee akibaki ameshangaa, ndipo gari ya mchepuko wake ikaingia. Ndipo huyu mama Aisha alishuka na kukifuata kipenzi chake. Sio muda mke wa huyu mwamba anaingia, wewe malaya wewe, umefuata nini kwenye msiba binti yangu? Umeingilia maisha yangu na bado umesababisha nimempoteza mwanangu, nitakuua. Ndipo alimshika mume wake na kumwambia, mume wangu kipenzi, naomba uingie ndani sasa hivi. Ile mzee ameingia ndani, ndipo wauzaji wa madawa ya kulevya wakawa wamefika kufuata mali yao. Walipoingia ndani, ndipo alitazama jeneza kwa umakini sana, ndipo alikaa kama wahudhuriaji wa msiba. Lakini kwa huyu mama alijawa na hasira sana baada ya kumwona mtu anayemwibia mume wake anaingia na kuketi. Mara ghafla aliamka kama zombi na kwenda kumkaba mbele ya umati wa watu. Hiyo ikawa ni nafasi ya dhahabu kwa hawa watu wawili. Waliamua kutumia muda huo huo wa vurugu ili kufanikisha jambo lao. Sasa ili wamefunua jeneza, hapa ndipo mchungaji akasanuka, au ni wakina nani? Wazee wakaanza kuchukua muda pale pale, ndipo risasi zikapigwa kama zote. Lakini wakati huo huo mwenzake alichukua kisu na kufanya upasuaji kwa ajili ya kuweza kutoa mzigo. Hapa ilikuwa sitofahamu kwa kila mmoja, alikuwa chini ya ulinzi, vilio kama vyote. Huyu dada kuna sehemu alikuwa anapeleka madawa haya kuyauza ili aweze kupata pesa, kwani ana thamani ya pesa nyingi sana. Hapa ndipo binti akapigiwa simu na kumwamrisha dereva ageuze gari upesi ili warudi nyumbani. Huyu mama akawa analia sana, siwezi kuamini, mmemkata mwanangu. Ndipo huyu binti akamwambia, kaa kimya, nitakupiga risasi wewe. Huyu mama alicharuka vibaya mno, ukiongeza machungu alionayo kuibiwa mume, bado amempoteza mwanaye. Ndipo alimwamuru yule binti kwamba ampige risasi kama ana uwezo. Ndipo mzee akauliza, kumetokea nini? Mnatafuta nini hapa? Ndipo mzee wa kazi akamwambia, binti yako amemeza madawa yetu yenye thamani ya pesa nyingi sana. Pale pale pacha wa marehemu akafika ili kumweka sawa. Baba yake akapigwa risasi tena mbele yake. Huku nje, baada ya mwamba kusikia milio ya risasi, ikabidi aiokoe roho yake tu, akapanda ndani ya gari kisha na kuondoka. Huku ndani, huyu binti akaulizwa, mali ziko wapi? Akamwambia ziko nje, ziko ndani ya gari. Lakini hapa mzee ni kulia tu kama mtoto. Sasa ile wamefika nje, gari iliyokuwa na mzigo haipo, ikabidi vita ianze upya. Wewe, gari iko wapi unaosemea? Mpenzi, ilikuwa hapa, sio kwamba natania, ilikuwa hapa. Huyu binti hakuwa na masiara kabisa, aliikoki bastora vizuri kabisa na kumnyoshea katika paji la uso. Maskini wa Mungu. Pale pale huyu binti alipigwa risasi moja ya baridi. Aliyempiga ni huyu hapa. Kumbe huu mzigo unahitajika katika makundi mawili. Walipoona Omoni amechelewa, ikabidi waje nyumbani moja kwa moja. Ndipo alikuta huu msala na kuanza kuliamsha.
kumwamsha. Sasa hapa Omoni akafanikiwa kabisa kukabidhi mzigo kwenye mikono ya watu wengine aliyokuwa amekubaliana nao katika biashara. Hapa ndipo kibunda kikatolewa. Omoni alihesabiwa pesa nyingi mno. Baada ya matatizo yote haya, mazishi ya heshima yalifanyika. Kwa kila mmoja alikuwa na majonzi sana kuondokewa na mtu muhimu aliyekuwa anapendeka katika familia. Baada ya maziko, huyu mama alikwenda moja kwa moja hadi kwenye chumba cha binti yake. Alibaki amepigwa na butwaa baada ya kuona kibunda cha pesa kimejaa kwenye mkoba. Sio muda binti yake akaja, ndipo akamwambia mama yake, mama, hii ni kwa ajili yako na baba, hizo ni pesa za madawa ya kulevya. Ndipo aliongea kwa uchungu sana juu ya familia yake ya kutompenda na kumjali. Na kupenda sana mama yangu kipenzi, mama wa moyo wangu. Najua kabisa sikuwahi kuwa mzuri vya kutosha, sikuwahi kuwa mpole kama yeye, na sikuwahi kuwa mwerevu kama yeye. Mama yangu kipenzi, umekuwa ukinilinganisha kila mara na marehemu dada yangu Martha na kufanya nijione kwamba sina thamani. Alikuwa akimpa upendo zaidi Martha. Mama amekuwa akinipuuza sana, hakutambua juhudi zangu ambazo nilikuwa nazifanya. Lakini mbali na yote, mama, tambua na kupenda sana, naipenda familia yangu. Huyu mama aligundua makosa yake, aliumia moyoni ya kuweza kuweka matabaka katika familia yake. Sasa huyu binti akawa anamsihi sana mama yake ili aweze kutumia passport ya dada yake kusafiri kwenda Uingereza ili aweze kwenda kusomea masomo aliyokuwa anaenda kusomea dada yake, kwa sababu tu ni mapacha na wanafanana kinoma noma. Baada ya mama yake kukaa kimya kwa muda mrefu, akaona hakuna majibu yanayoeleweka. Alichukua passport na kuondoka. Mama alimuita binti yake, mwanangu, naomba unisamehe kwa yale yote yaliyotokea. Alafu kingine mwanangu, unachotaka kufanya ni hatari katika familia yetu. Kuweza kutumia passport ya dada yako hata kama mnafanana, taratibu na sheria zinabadilika kila siku mwanangu, na kama ikitokea ukafanya hivi utatuingiza kwenye majaribu makubwa sana. Na kuhusu hizi pesa za madawa ya kulevya siwezi kuzipokea. Kuhusu hili nitawataarifu polisi. Baada ya binti kusikia taarifa hiyo, alichukua pesa zake na kuondoka nazo. Hapa ndipo mama alibaki na kulia sana. Upande wa pili ni ving'ora kama vyote vya polisi vinalia, vikiwa katika mazingira ya nyumba ya huyu mwamba. Kumbe huyu ni msanii maarufu wa nyimbo za aina ya Bongo Flava. Leo ni kama maajabu, waziri mkuu kamtembelea katika nyumba yake. Wewe ni msanii uliyepokea tuzo nyingi sana, tunajivunia kuwa na wewe na tunakupongeza pia. Hivyo tunahitaji tujenge nchi yetu kwa pamoja. Nadhani unajua kuna wimbi kubwa la madawa ya kulevya katika nchi yetu. Tunahitaji msaada wako kuwaelimisha vijana, na vijana siku zote wanakuangalia wewe kama mfano, maana ni msanii mkubwa katika nchi hii. Tumekaa na kujadiliana na viongozi mbalimbali kuwa wewe uwe sura kuu katika kampeni yetu ya kupinga madawa ya kulevya. Ndipo mwamba akatoa shukrani nyingi sana kwa kuweza kufikiriwa na kukumbukwa. Hapa ndipo akamwambia waziri mkuu, nina imani ndiyo sababu Mungu amenipa ushawishi huu ili niweze kutumia sauti yangu kuwashawishi vijana na kuifanya nchi yangu kuwa mahali bora na zaidi. Mara ghafla mlango ukagongwa. Hapa ndipo msanii wetu akawa na wasiwasi sana, akamwomba waziri mkuu dakika moja tu aweze kuona anayegonga mlango. Ile kwenda kufungua anamkuta ni Omoni. Ndipo akamwambia, najua fika unaelewa kilichotokea katika familia yangu. Hapa ndipo mwamba akamwangalia, ndipo akamwambia binti waweza kuondoka. Binti alishangaa sana, unasema nini? Tatizo langu ni KNP, sio wewe. Lakini pia alimkanya kwamba asije kaingilia mambo yake tena, hivyo aondoke hawe huru na maisha yake, kwa kuwa serikali imeshamwamini na kumchagua kama balozi. Ndipo alimsihi huyu bidada asiweze kujichanganya au kutumia madawa ya kulevya, na huo ndio ukawa mwanzo wa maisha mazuri kwa huyu bidada Omoni. Ndipo alichukua pesa zake na kuondoka. Hapa ndipo mwisho wa filamu yetu nzuri kabisa iliyonifanya msimuliaji wako kuumia na kusononeka moyo. Mimi binafsi nimejifunza katika filamu hii ni kwamba usimdharau mtu kwa sababu afanane na mwingine, na wakati mwingine mtu unayemwona ni dhaifu ndiye anayebeba mzigo mkubwa kwa ajili ya familia yake. Upendo na kuthamini mtu vinapaswa kuonyeshwa kabla hujachelewa. Waweza kuniambia kwenye comment hapo chini, wewe binafsi umejifunza nini katika filamu hii? Ni mimi storyteller wako Alpha King. Bye. Usiondoke, baki na mimi.